Huyu binti anaitwa Ganga na leo ni siku yake ya kwanza katika hili dangulo baada ya kuuzwa na mchumba wake. Hivyo ametega pozi nje akijaribisha kuvutia wateja. Na hata kupita muda mrefu la nini, kuna mzee mmoja anamuona Ganga. Mzee huyu alipomtazama tu Ganga akagundua huyo leo ni siku yake ya kwanza. Hivyo mjomba akamchukua Ganga na huyu mwamba ndo mteja kwanza wa Ganga. Siku hii bosi wake na Ganga akalipwa hela nyingi sana, na baadaye usiku akachukua 20% ya hela ambayo amepatiwa, alafu akampatia Ganga. Ila Ganga alivyochukua tu hela, bidada akaichoma moto na akasema anachoma moto maisha yake yote ya nyuma na anataka anze upya maisha yake, na tajina akabadilisha kabisa, na kuanzia sasa akaanza kujiita Gango badala ya Ganga. Gango ametoka kwenye familia ya kitajiri sana, baba yake ni mwanasheria na Gango ndoto yake ilikuwa ni kuwa mwigizaji maarufu sana. Mchumba wake Gango anaitwa Niki na mwamba anamwambia Gango shangazi yake ni producer filamu, hivyo anaweza kumpatia Gango nafasi ya kumwigizaji maarufu sana. Hivyo Niki anamshauri Gango watoroke hapa na wende huko kwa shangazi yake. Gango akakubali. Bidada akaiba mikufu mama yake na kutoroka na Niki ili akatimiza ndoto yake ya kumwigizaji maarufu ndani ya nchi ya India. Ila baada ya kufika mjini tu, Niki akamtelekeza Gango kwenye jengo moja hivi. Kuna wahuni wakaja hapa. Gango akaogopa sana na hata akakimbilia kwenye chumba kimoja hivi ambacho kipo ndani hili jengo. Ila alipoingia tu, milango ya kichumba ikafungwa. Hivyo bidada amejichanganya. Gango akaanza kulia huku akiomba msaada, ila kupata msaada wote. Na baada ya siku 2 kupita, Gango akagundua kwa Niki amemuuza kwa rupia 1000. Na Sheila sio shangazi yake na Niki, bali Sheila ni miliki hili dangulo. Sheila anamwambia Gango hili ni dangulo na anatakiwa atie amri yake. Gango akashangaa sana, ila matumaini yake yote ya kutoroka yakamwishia, kwani hata akitoroka na kurudi nyumbani kwao huko watampiga kitanzi, kwani wao wanaamini mwanamke ambaye yupo kwenye dangulo ni amelaaniwa. Hivyo Gango hakubaliki tena katika familia yake. Gango akaona sio kesi, bidada akakubali kubaki hapa na kuanza upya maisha yake. Bidada amekubali kwa dada poa na hata akaongeza hela nyingi sana, na hata akipita mtaani watu wengi wanamdhalilisha, ila bidada anawakabili. Na hapa ndipo Gango akagundua kwamba dada poa hawapatiwi haki kama binadamu wengine. Hivyo Ganga akaanza kudanga kwa matajiri na watu ambao wana vyeo vikubwa ili apate hela nyingi zaidi. Na kweli kabisa, baada ya miezi kadhaa kupita, Gango akaona kibunda kingi akimkaribia Sheila ambaye ni bosi wao, ila Gango yeye akawapatia hereni pamoja na mikufu wenzake. Hivyo hao wenzake wa Gango wakamkubali sana. Gango akawaahidi wenzake kwa baada ya miaka 5 kupita atalinunua hili dangulo. Muda huu wakati Gango akiwa anazungumza, Sheila anakuja hapa na anaambia hao mabinti waende kadange, ila Gango akainuka na akamtaka Sheila awapatie mapumziko, kwani anapigisha kazi usiku na mchana, wao wapumziki kabisa. Sheila yeye hakumuelewa Gango, na kuanzia hapa Sheila akaanza kumchukia Gango, kwani bidada anataka kuchukua nafasi yake. Siku hii saa 10 usiku kuna mteja anakuja hapa na anataka huduma. Sheila alipomtazama akaja huyu mwaga mbegu ni mkatili. Sheila akaenda kuamsha Gango ili akamhudumie. Gango akakubali na kwenda chumbani, ila huko huyo mwamba akaanza kumshusha mkongoto Gango bila kosa lolote. Bidada akapiga kelele, mabinti wote wakaja hapa ili wamsaidie Gango. Gango alipotoka ndani, bidada alikuwa ameiva kinoma, na Sheila badala ya kumpatia pole Gango akawa anamsema zaidi na akamwambia hizi ni changamoto za kazi, hivyo asivumilie tu. Gango yeye aongee kitu chochote. Huko hospitalini nako, kwa vile Gango anafanya kazi katika dangulo, wajomba kamtenga na kitanda chake kikapelekwa store. Hivyo Gango akawa anakaa store. Gango yeye hawazoala nini, bidada ameshafuatilia na amejua yule mtu ambaye amempiga ni mfuasi wa Karim Lala, mwamba ambaye anamiliki kundi la wahuni na pia anaheshimika sana na serikali. Gango alivyotoka hospitalini akaenda moja kwa moja hadi kwa Karim Lala na akamweleza kila kitu ambacho amefanywa na mfuasi wake. Karim alivyotazama majeraha ya Gango, mwamba mwenyewe akashangaa kinoma. Mjomba akampatia hela Gango ili anyamaze, ila Gango akakataa hela. Bidada akamwambia Karim anamtaka awe kaka yake. Karim akakubali na hata akaagiza wani wake wao wanamlinda Gango masaa 24. Hili swala Gango akumwambia kabisa Sheila. Sasa wiki kadhaa tayari zimeshapita na hali ya Gango inaendelea vizuri. Sheila alivyoona hili akamwita tena yule muone na akamtaka Gango akamhudumie. Gango akasema anataka malipo mara 4 yale ambayo alimpatia. Sheila akasema huyo mwamba tayari ameshaandaa hela. Marafiki zake na Gango akamkataza Gango kwenda huko, ila Gango akainuka na kwenda chumbani. Huyo mwamba akaanza kutembeza kipigo tena kwa Gango. Sheila yeye amewasha mziki ili kelele zisisikike, ila muda huu Karim Lala anaingia hapa na kumkamata huyo mwamba, alafu akamshusha kipigo kizito. Na watu wote baada ya kuona ile tukio wakaanza kumwogopa Gango, kwani anajua kabisa kwa Karim Lala yupo nyuma yake. Sheila mwenyewe kuamini kabisa kitu ambacho alikiona hapa. Na baada ya siku kadhaa kupita, Sheila akaanza kuumwa. Siku hii kuna mteja alikuja hapa na akamtaka Gango, ila Gango akakataa. Sheila akaona sio kesi, acha yeye ashikilie bomba, kwa
lakini pia ni mzoefu. Mama huyu kwenye show akakata moto kwa vile alikuwa anaumwa. Wakina Gangu wao wakamzika Sheila na mali zake zote wakagawana pasu kwa pasu na mabinti wengine, na watu wote ndani hili dangulo wakamtaka Gangu ndiye awe kiongozi wao. Gangu akakubali. Sasa huko zamani, asilimia 40 mapato ambayo alikuwa anapatikana kwenye madangulo polisi walikuwa wanachukua, ila baada ya Gangu kuingia wakacha kuwalipa mapolisi, na mapolisi na wao wanamwogopa Gangu kwani wanajua kabisa kwa nyuma yake yupo Karim Lala, mtu ambaye anaogopeka sana. Na kuanzia hapa, kila sehemu ambayo Gangu anapita watu wote wanamheshimu, na hata wamiliki wa madangulo mengine wakanamwita Gangu kwa ajili ya kuzungumza na mabinti wapya. Gangu yeye akienda huko anaongea nao vizuri kabisa. Bidada anaongea kwa taratibu na hata anapatia option kabisa, kama unataka kubaki hapa kwenye dangulo ili wapige hela au warudi manyumbani kwao na ukapigwe vitanzi, unachokichagua Gangu anakutimizia tena kwa hela yake mwenyewe. Yani anarudisha hela ambayo uliuzwa kwenye hilo dangulo, na tena anakupatia nauli ya kurudi hadi nyumbani kwenu. Wafanyakazi wa Gangu wakawa wanamshangaa sana Gangu kwa kitu ambacho anakifanya, na hata wakawa wanamuuliza ni kwa nini anatoa hela zake kwa ajili ya watu wengine. Gangu akasema hii ni siasa, bidada anafanya hivi ili huko baadaye aje kiongozi wa madangulo yote hapa mjini. Mshindani wa Gangu anaitwa Radhia, na Radhia anaheshimika na kugopeka sana na watu mtaa, kwani Radhia ameshinda uchaguzi mara 3 mfululizo, hivyo kuna mtu ambaye anamogopesha. Gangu akafikiria na kagundua njia pekee ya kumshinda Radhia na kufanya vitu ambavyo haviwezekani, ambapo kimojawapo ni kumwozesha mtoto mdangaji kulingana na mila pamoja na desturi zao. Mtoto mdangaji alikuwa olewi, ilikuwa ni option mbili tu, mmoja afuate njia mama yake au aende mtaani na kaanza kujitegemea yeye mwenyewe. Gangu anataka kulifuta hili. Bidada akamchagua Lisa. Huyu ni mtoto mama mmoja hivi ambaye ni mdangaji, na Lisa ana miaka 15, miaka ambayo anaruhusiwa kuolewa. Gangu akona Bedi, ni mtu pekee ambaye anaweza kumoa Lisa. Bedi yeye anampenda sana Gangu na Gangu anamkubali Bedi, ila ndo hivyo Gangu anaona kabisa Bedi anafaa kumoa Lisa kwani ndo mtu sahihi kwake kuliko hata yeye. Gangu akachukua mikufu yake ya dhahabu na kupeleka mahari nyumbani kwa kina Bedi. Familia ya Bedi baada kuona kibunda ikakubali hili swala, mtoto wao amoe Lisa, na baada ya siku kadhaa kupita Bedi akamoa Lisa, na kutokana na tukio hili Gangu akaheshimika, na hili tukio likafanya Gangu akachaguliwa kwa kiongozi wa madangulo katika huu mji. Okay, sawa, wazazi wa Gangu wanajua kazi ambayo mtoto wao anaifanya, hivyo wamemtenga kwani wanaamini kabisa kwa Gangu amelaaniwa. Na baada ya miaka kadhaa kupita Gangu akapiga simu wazazi wake, ila waliposikia tu sauti ya Gangu wakakata simu. Gangu akabakia hapa huku akionalia. Bidada alikuwa anatamani sana kuelezea wazazi wake juu ya machungu ambayo anayapitia, ila ndo hivyo wazazi wake wamtaki tena, hivyo Gangu yeye ni mtoto mtaani tu, watu wa mtaani ndio wanaomkubali ila sio wazazi wake. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, sakata jipya linaibuka. Serikali inataka kuwanyang'anya kina Gangu madangulo yao na wajenge maduka, kwani wao wanaamini haya madangulo yanaleta mmonyoko wa maadili. Gangu akapambana vikali dhidi ya ishu, na hata akachukua watoto ambao wamezaliwa kwenye madangulo na kwenda kuandikisha shuleni, ila principal wa shule akawakataa. Muda huu kulikuwa kuna mwandishi wa habari ambaye alikuwepo hapo ofisini, jina la mwamba anaitwa Phil. Mjomba anasikiliza tu haya mazungumzo, na baadaye Gangu alivyorudi nyumbani Phil akamfuata Gangu na akamfanya interview. Gangu akamwambia Phil ampige picha yeye pamoja na hawa watoto alafu akichapishe kwenye majarida ili ulimwengu wote uone kitu ambacho wao wanakipitia. Phil akakubali, na baada ya siku kadhaa kupita Phil akatimiza kitu ambacho aliambiwa na Gangu. Jarida hili likasambaa sana na kuzua mjadala mzito kuhusu kuwapa elimu watoto wa madada poa. Gangu akawa maarufu sana India. Phil akamwambia Gangu muda huu akiwa bado maarufu aenda akazungumze kwenye jukwaa la haki za wanawake. Gangu akakubali na akaenda kuzungumza kwenye jukwaa la wanawake, na huku akashusha madini mengi sana. Hotuba yake ikakubalika na watu wengi sana. Umaarufu wa Gangu ukazidi kuwa mkubwa. Siku moja Gangu akiwepo nyumbani kwake, kuna mwanasiasa anamfuata Gangu na akamwomba amsaidie kufanya kampeni, na akifanikiwa kushinda basi atamkutanisha Gangu na rais ili akamwelezee shida zao zote. Gangu akakubali, na kwa msaada wa Gangu huyu mwanasiasa akashinda uchaguzi. Gangu akatimiza ndoto yake ya kukutana na rais, huku Gangu akaelezea changamoto zao ambazo zinawapata. Rais anamsikiliza tu Gangu. Gangu akamwomba rais hii biashara madangulo ihalalishwe. Rais akakubali, na kuanzia hapa biashara madangulo ikahalalishwa nchini India. Watu wote ambao wanafanya hii kazi ya madangulo pamoja na watoto wao wakaanza kuheshimika na hata wakapewa haki sawa kama binadamu wengine. Hii ni historia kweli kabisa ambayo ilitokea huko India, na hata Gangu alijengiwa sanamu na yeye alifanya biashara madangulo ihalalishwe huko nchini India, na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivyo nakushukuru sana mdau wangu nguvu, ila kabla sijaondoka nikwambie kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, basi hujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simu zangu zote
yoyote punde tu napoweka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Dule Kid mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Maana kabisa ndio nazungumza hapa. Mimi naitwa Dule Kid. Asante na kwaheri. Have a good time. Enjoy. Bye bye.